Kuna siku nilimsikia meneja mmoja akisema, graduates wa siku hizi wana vyeti lakini hawajui kazi. Honestly, hiyo sentensi ilinifikirisha sana. Kwa sababu ukiangalia upande wa graduates, wao wanasema hakuna ajira. Lakini ukiangalia upande wa makampuni, wao wanasema wanaona graduates hawako tayari kufanya kazi. Tatizo liko wapi? Karibu tena kwenye Me and the Graduates podcast ambayo tunazungumzia maisha halisi, struggles na hustle kwenye career na namna ya kujijenga baada ya chuo. Kama wewe ni graduate, intern au bado uko chuo ukijiandaa na maisha ya baadaye, episode ya leo ni muhimu sana kwako. Kaa mpaka mwisho kwa sababu tunaenda kuzungumza vitu ambavyo mara nyingi havifundishwi darasani. Umewahi kufikiria kwamba kwa nini kampuni nyingi zinalalamika kuhusu graduates? Leo nitaelezea baadhi ya sababu na nini ufanye kama graduate. 1. Watu wengi wanamaliza chuo wakiwa wazuri kwenye theory tu. Hii haina haja hata ya kuficha. Nadhani kila mmoja analijua hilo. Graduate anaweza kukariri notes vizuri na kujibu mitihani kisha akafaulu. Lakini akifika kazini anaanza kuogopa hata kufanya taski ndogo ndogo. Au anaona kila mtu anakosea kufanya kazi, anataka kumwelekeza expert nini cha kufanya badala ya kujifunza kutoka kwake. Makampuni mengi yanahitaji mtu anayejua kufanya kazi, sio mtu anayejua kudefine vitu. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya kufanya na kusoma. Kuwa tayari kufanya ili uelewe vizuri yale uliyoyasoma. Hivi, ni kitu gani unakumbuka ulipokuwa unasoma, ulikisoma kule chuoni, lakini ulipofika field ukakuta mambo yanafanyika tofauti na vile ulivyosoma? Weka hapo kwenye komenti ili na wengine waweze kujifunza. Kitu cha pili, communication skills ni tatizo sana kwa graduates. Unakuta graduates hawawezi kujielezea. Hata kwenye interview mtu anashindwa kuongea kwa kujiamini. Lakini pia inapokuja kwenye masuala ya mifumo, kama mfano kuandika emails, unakuta graduate anaandika email kama anachat WhatsApp. Au anakutana na client, anakuwa na panic sana. Kiuhalisia kwenye kazi nyingi, namna unavyoongea na watu ni muhimu sana. Sometimes unaweza usijue kila kitu, lakini communication nzuri inaweza kufanya watu waone potential ambayo uko nayo ndani yako. You need to be professional. Kitu gani unatakiwa kufanya? Anza kujifunza kuongea vizuri, kuandika professionally na kusikiliza watu. Hizi ni skills ambazo kukufungulia milango ni dakika 0 tu. Kitu cha 3, baadhi ya graduates wanataka mafanikio ya haraka sana. Mtu ameanza kazi leo lakini tayari anachoka kufanya basic tasks. Anataka mshahara mkubwa immediately, lakini pia anataka maisha ya show off mitandaoni kabla ya kujenga experience ambayo ndio itamfanya alipwe vizuri. Usisahau watu wengi waliofanikiwa walipitia hatua za chini kwanza, na wewe unatakiwa ukubali kujifunza kabla hujaanza kulipwa vizuri. Natamani kusikia kutoka kwako msikilizaji wangu. Unafikiri social media imeongeza pressure kwa graduates au graduates wao ndio wamejipanikisha kwa kuipapatikia? Anyway, tuendelee. Graduates wengine hawana initiative. Kampuni nyingi zinapenda kuona mtu anayejituma mwenyewe na sio kila kitu anasubiri kuambiwa. Ukiona kuna tatizo mahali, jaribu kufikiria solution. Na ukikosea, ndipo unapojifunza. Graduates anayekuwa active kazini huwa anaonekana tofauti sana na thamani yake ndipo inaongezeka kadiri siku zinavyoenda. Usiwe mtu wa kusukumwa kwenye kila hatua. Lakini jambo la mwisho ni jambo la kuhusu mfumo. Mfumo una changamoto sana. Tusiwalaumu graduates peke yao. Kuna gap kubwa sana kati ya elimu na soko la ajira. Watu wengi wanasoma vitu vya dhamani sana huko mashuleni na vyuoni, wakati dunia inabadilika haraka mno. Ndio maana graduates wa leo wanatakiwa kujifunza beyond classroom. Jiongezee thamani yako kila siku kwa kusoma skills za digital, communication, networking na nyingine nyingi ambazo zinaweza kukutofautisha wewe na graduates wengine. Natamani nikuulize kitu kimoja. Hivi ikitokea umepata nafasi ya kubadilisha kitu kwenye mfumo wa elimu hii ya leo, ungebadilisha kitu gani? Andika hapo kwenye comments. Ulikuwa nami King Kadhi. Hii ni Me and the Graduates podcast, mahali ambapo tunageuza struggles za graduates na kuwa lessons za maisha ya kila siku.
Usiache kusubscribe, kulike na kukomenti. Tukutane tena katika episodi zinazofuata. Bye.